tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia kukutana leo hapa kwa lengo la kukabidhiana fedha baina ya ZSTC na Mixx by Yas kwa lengo la kuwasaidia wakulima ambao wanapata athari wakati wakiwa katika hatua mbalimbali ya kuliokoa zao letu la karafuu. Mheshimiwa mgeni rasmi, uamuzi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kupatia bima wakulima na karafuu ili kufidia baadhi ya gharama za matibabu hasa wanapoanguka mikarafuu wakati wa msimu wa mavuno unatokana na sababu kadhaa ambazo zikiwa ni za kijamii, za kiuchumi, za kiafya kwa wakulima hao. Serikali inatambua kuwa wakulima wengi hawana uwezo wa kudumu na kuharamia gharama kubwa za matibabu wakati wanapopata ajali. Kwa hiyo bima hii itasaidia kuhakikisha wanapata matibabu ya haraka na kuwapunguzia mzigo wa kifedha. Vile vile, ajali za kuanguka mikarafuu wakati wa mavuno huweza kuwa ni chanzo cha umaskini kwa familia endapo mhusika atashindwa kufanya kazi au kutumia fedha nyingi kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo bima hii itasaidia kupunguza gharama hizo. Serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia ZSTC imekuwa ikijitahidi sana kuboresha maisha ya wakulima wa karafuu kwa njia mbalimbali kama vile kuwapatia bei za ushindani wa soko, kutoa elimu kwa kushirikiana na Yas, vile vile kuwapatia vifaa vya usaidizi wakati wanapojiandaa na mavuno. Lakini imeenda mbali sasa, leo kumeongezeka na bima ambapo kitu hicho hakikuwepo. Kwa hiyo hatua hizi zinazidi kujenga imani ya wakulima na serikali yao na hivyo kuimarisha ushirikiano wa sekta ya kilimo cha karafuu ambacho ni muhimu kwa uchumi wa Zanzibar. Ndugu mgeni rasmi na walikwa, kumbukumbu zinaonyesha kwamba kuanzia mwaka 2015 mpaka 2016 ilipoanzishwa bima hii mpaka kufikia 2022-2023 ZSTC imewakatia bima wakulima 600. Na fedha zilizolipwa kama ni premium ambazo tunalipa kwenye insurance company ni milioni 725,841,366.2 ambazo hizi zilipwa kama ni premium. Lakini kwa kipindi chote hichi nilichokitaja, wakulima ambao wameanguka na ambao wamelipwa kupitia ZSTC ni wakulima 680. Kwa hiyo hii tunaona ni jinsi gani serikali yetu inavyojali na inavyowajali wakulima karafuu na inavyoona kwamba wao ni sehemu ya uchumi wa nchi hii. Kwa hiyo nimefurahishwa kwamba wakulima wa karafuu tunawajali kwa kuwakatia bima. Wakati nilivyokuwa mdogo nilikuwa nasikia story tu za jamaa zetu, ameanguka mkarafuu, wakati hata mkarafuu wenyewe si ujui ukoje. Kaanguka mkarafuu kafa, kaanguka mkarafuu labda amepata ulemavu na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo kitu ambacho nilikuwa nakisikia tangu zamani kwamba mkarafuu unaweza ukamletea wakati mwingine mchumaji madhara pale anapoanguka. Sasa wakati huo sidhani hata kama kulikuwa na kitu hiki cha bima. Lakini kwa kutambua umuhimu wa zao la karafuu na wale wote wanaochangia upatikanaji wake ikiwemo wanaochuma, serikali imeanzisha swala hili. Na kwenye hili kwa kushirikiana na wadau muhimu kama Mixx by Yas tunashukuru sana kwa kutoa fedha hizi kuanzia mwaka jana. Tumesikia wametoa milioni 50, mwaka 150 na mwakani watatoa tena 150. Na hizi zote zinaenda katika kuwakatia bima ambao watu wanaochuma karafuu. Hili ni jambo la kupongeza kwa kweli, tunawashukuru sana kwa ushirikiano huo. Tunawashukuru kwa kuwajali wakulima wa karafuu kwa sababu kwa kweli karafuu ni moja ya mazao ambayo yanatupatia fedha za kigeni na Zanzibar inatambulika nayo. Niwashukuru wale wote wanaochangia kwa njia moja au nyingine katika kuendeleza hili zao la karafuu. Serikali imekuwa ikitia msisitizo, hii mikarafuu tunayo ya muda mrefu. Na tusipochukua juhudi mahususi
za kuanza pia kupanda mingine na kuitunza ili na yenyewe iweze kukua, itafikia wakati karafuu zitakata. Kwa hiyo nimefurahishwa na bwana kutoka Pandani pale niliposikia kwamba anahusika katika kutayarisha miche, na kila kunapoenda mwaka mwingine yanaongezeka. Mwaka huu amesema 120. Anaelekea kwa 200,000 mwakani inshallah. Hili ni jambo zuri sana. Sasa lakini kunakuwa na changamoto moja, hii miche watu wanapopewa bure, na ndio mnawapa bure, si ndio? Wakati mwingine wanakuwa kama vile hawaithamini. Sasa niwaombe wakulima wa karafuu, hii miche kuna watu wameweka juhudi na fedha. Kwa hiyo unapoipata bure, usiache tu ikafa kwa sababu vile hukuilipia. Itunze, kwa sababu lengo ni kutaka kuendelea kuwa na vizazi kadhaa vya karafuu. Kama ilivyo binadamu, tuna watoto, vijana, watu wazima, wazee. Hata mikarafuu sasa hivi mingi tunao imeshakuwa labda imezeeka, yaani ni mababu au mabibi mikarafuu. Sasa tunahitaji wakati vijana na watoto, kila kukicha tu tunaendelea kupanda, lakini si kupanda tu na kuitunza. Na kwenye hili nafikiri mkatafute wataalamu wanaofahamu, kwa sababu nasikia mikarafuu na yenyewe inapenda kudekezwa kiasi fulani au kuengwa hivi, kutunzwa vizuri. Umeitelekeza na yenyewe kama inasusa inakuwa haizaa vizuri. Sasa tusiwe nao tukaiacha tu, yani kuacha majaliwa ya Mwenyezi Mungu, na juhudi zetu zinatakiwa ziwekwe ili ziweze kutupatia mazao mengi zaidi katika mavuno. Leo tumekusanyika hapa leo kwa kuweza kushuhudia makabidhiano ya fedha kiasi cha milioni 150 kutoka kwa kampuni ya Mixx by Yas kwenda kwa shirika la ZSTC. Na hii ni kwa ajili ya kuwakatia bima wakulima wa karafuu wanaopata ajali wakati wa kazi ngumu ya kuvuna karafuu. Tumesikia hapa kutoka kwa ndugu yetu ambaye alipata ajali namna gani Mixx by Yas pamoja na ZSTC wameweza kusimama na kuhakikisha kuwa kwanza anasaidiwa kimatibabu, lakini pia wakamsaidia na fedha ili aweze kuendesha maisha yake. Kwa kweli tumefarijika sana kuona hili. Asanteni sana Mixx by Yas. Tunaelewa fika kwamba kazi ya kukwea mikarafuu sio kazi nyepesi, na imekuwa ni changamoto kubwa kwa wakulima wengi wanaojitahidi kujipatia kipato chao kupitia zao hili, na tunaelewa kuwa zao hili ni adimu sana na muhimu sana kwenye sekta yetu ya biashara. Hivyo basi hatua hii ya kampuni ya Mixx by Yas si tu ni mfano bora ambao unapaswa kuigwa na makampuni mengine, lakini pia ni uwajibikaji wa kijamii, bali pia ni kielelezo cha jinsi sekta binafsi inavyoweza kuwa sehemu kubwa sana na suluhisho kwa changamoto za wakulima wetu. Kwa kweli leo ni siku adhimu kwa upande wangu na kwa zangu. Ni furaha iliyoje. Tumesikia mengi kutoka kwa Mixx by Yas. Sasa mnaanzia juu lakini mmesahau chini. Ndio maana mimi nikaanzia hivi nikaja hivi.
Samahani sana. Kwa kweli tunashukuru sana kampuni na shirika la ZSTC. Tunafanya kazi nao pamoja na tumefaidika sana na shughuli zote ambazo zimetajwa hapa. Hata tukisema tuzitaje dakika 2 zitakuwa hazitoshi. Ila sipokuwa na waomba tu hao ambao wanatufadhili hivi sasa, wanatuunga mkono, tusisahau kuanza chini. Tukizungumza hivyo na mashirika mengine ya kifedha na kampuni nyingine za simu ziwaunge mkono shirika la ZSTC. Tusiwabebeshe mzigo peke yao ZSTC na Mix Bias. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu huu mzigo ni mkubwa sana. Tutawavunja migongo. Mashirika mengine nayo wajitokeze. Sisi tumezalisha miche 80,000 msimu uliopita, lakini hivi sasa tushakuwa na miche mingine zaidi ya 120 ambayo tunategemea tutoe mwakani inshallah. 120,000. Sasa bila kuwezeshwa na walioko chini, tukawezesha huku kwenye kuuza tu na mauzo na mengine na assurance, hii itakuwa haiji juu na zikapatikana hizo karafuu. Kwanza tutizameni chini. Hata serikali yetu imeanza kwa masheha, ndio tukaenda kwenye serikali kuu. Kwa hivyo na kwenye swala hili hebu tuanzeni chini, alafu na juu tuendeleze zaidi. Mimi ni miongoni mwa hao walopata athari kwenye mkarafuu. Wakati nimepata ajali Kiboje, wakati nachuma karafuu, nikaondoshwa pale nikapelekwa Mnazi Mmoja. Kabla ya kwenda Mnazi Mmoja nilipitishwa kituoni kwa ajili ya kupata PF3. Baada ya kufika Mnazi Mmoja tu, hawa watu wa karafuu ZSTC hawa wakafanya utaratibu wa kwamba ni yupi alopata hii athari. Wakanifuatilia mpaka kanijua kama ni mimi. Mwanzo mwisho alhamdulillah wakajitahidi kwa kazi yao, wakanichunguza mpaka akajua kama ni huyu, wakanifuatilishia mwanzo mwisho, wakanihudumia mwanzo mwisho si haba alhamdulillah, na kanigaia pesa milioni 4 taslim. Kwa hiyo kwa uzati kabisa na waomba na hao watakaopata athari wajitahidi kuwasili kwa masheha na kituo cha polisi ili kwa ajili kupata PF3 na kupewa bima ya afya. Mix Bias tunatambua umuhimu wa zao la karafuu katika uchumi wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, lakini pia tunatambua mchango wa zao hili kwa mkulima mmoja mmoja na kwa jamii yetu kwa ujumla. Kwa kuzingatia nafasi ya zao hili, Mix Bias kwa kushirikiana na ZSTC leo tunafanya makabidhiano rasmi ya kiasi cha shilingi milioni 150 ambapo fedha hizi zinakwenda kwenye mfuko wa bima ya wakulima wa karafuu. Hii ikiwa ni malipo ya awamu ya pili ya ufadhili wa mpango wa bima kwa wakulima wa karafuu. Nipende kuwakumbusha kwamba mwaka jana mwanzoni tulitoa awamu ya kwanza ya ufadhili huu ikiwa ni milioni 50. Lengo letu ni kutoa milioni 350 kwa kipindi cha miaka 3 ya ufadhili huu. Na tunataka kuhakikisha wakulima wanapata huduma za bima, hasa bima ya afya wanapopata majanga wakiwa katika shughuli zao za kilimo. Kwa hiyo ufadhili wa milioni 350 kutoka Mix Bias ni kusapoti wakulima wote wa karafuu kwa ajili ya bima ya afya. Itatusaidia sana kwa sababu tunakutana na changamoto tofauti, kwa sababu kama kipindi cha jua karafuu inakumbana na jua, mingine inanyauka. Natumai kama tunapata na visima kidogo vya angalau vya kumwagilia pia itakuelezao, kwa sababu karafuu mkinda au stahimili jua. Kipindi cha jua mingi mno inakuwa inakauka.
Sasa tutakuwa tunazalisha mikarafuu, lakini tukikumbana kwenda kupanda mingine na kumbana na jua inakuwa inakauka kwa kuwa ni chanzo cha maji inakuwa hamna. Lakini kama tunapata maji, natumai kwenye miaka 4-5 mbele tutakuwa tumefanikiwa pakubwa.